sehemu ya pili ya ndugu zetu wametoka Minnesota. Wamekuja hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mambo aliyofanyia. Wana nyimbo mbili, wataimba moja sasa, alafu watazungumza, alafu baadaye tutakuja kwenye hatua ya pili ya sadaka. Amen. Na mshirika mwingine amesema pia anatoa shughuli pekee, ametoa wakati huu pia. Hatutakuita hapa mbele, lakini itakuwa ni kama shukrani ya siri. Amen. Amen. Basi karibuni familia ya Timothy. Sasa tunawakabidhi uwanja. Mimi nitakuwa pembeni. Karibuni mwanze kwa wimbo, alafu baadaye mtaenda kwa kitu kingine. Karibuni sana. Kuna wimbo kwenye karatasi, tutakwenda kufuatia wimbo. Waimbaji mkija hapo mbele ni vizuri pia. Sikia kwamba tumebarikiwa
hapa Dallas. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na pia tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wapendwa wana Umoja, jinsi mlivyotupokea kwa moyo wa ukarimu. Mmekuwa pamoja nasi toka tumeingia mpaka sasa tunapokuja kuhitimisha dhumuni letu na nia iliyotuleta hapa Dallas. Kwa hiyo kwa sasa tuna neno. Mungu awabariki sana. Na muendelee na moyo huo wa upendo. Amen. Kama Bwana Yesu alivyotuagiza kwamba tupendane. Na kweli upendo uliokuwa nao ni ule Bwana Yesu aliyotuagiza ya kwamba pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi, na tupendane. Amen. Amen. Basi kuna neno tumeandaa. Neno linatoka katika kitabu cha Luka. Luka 17. Luka 17 nitasoma mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Amen. Amen. Neno hili tumelichagua mimi pamoja na familia yangu kwa kuwa mimi ni kama mmoja wa wale wakoma waliotakasika. Nilikuja hapa Dallas, nakumbuka ni mwaka jana mwezi wa 11, nikiwa nimechoka, nilikuwa mgonjwa. Kikubwa nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa na addiction ya pombe. Kwa hiyo nilipokuja hapa Dallas nilipata kuombewa na Mungu akanifungua katika hivyo vifungo. Nikaenda Minnesota nikiwa nimepona. Kwa hiyo nimeona nisiwe mchoyo wa shukrani, na Mungu hatapendezwa na mimi kama sitarudi kuja kushukuru. Kwa hiyo nimekuwa kama yule mkoma mmoja aliyerudi kushukuru, na mimi nimerudi kushukuru. Kwa hiyo ndio maana tumechagua neno hili liende liongozane na shukrani yetu. Na pia ninapenda kumshukuru Mungu sana sana. Shukrani yangu inaambatana pamoja na shuhuda. Shukrani pamoja na shuhuda. Hii ni shukrani ambayo ina ushuhuda. Nilikuja kuombewa hapa na Pastor Nasua kwa ajili ya addiction ya pombe. Nilikuwa ninakunywa pombe sana, maisha yangu yaliharibika. Nimepata kesi nyingi sana mahakamani kila wakati. Nimeharibu maisha yangu yalikuwa yanakwenda upside down, kama mtumishi alivyohubiri hapa kwamba tutembee na Mungu. Sio unatembea na Mungu mara uko ndani mara uko nje. Ndio mimi nilipokuwa natembea na Mungu hivyo. Nilikuwa mara niko ndani mara niko nje, mara niko ndani mara niko nje. Na wakati wote huo nilikuwa na Pastor Nasua. Alikuwa haniachi, alikuwa yuko pamoja na mimi. Nikianguka yuko na mimi, nikisimama yuko pamoja na mimi. Hatimaye mwaka jana mwezi wa 12 tulidrive kutoka Minnesota tukaja huku Dallas na mume wangu, na Pastor Nasua alituombea sana.
na yeye mwenyewe alisema kabisa, akasema hii nafikiri ndio mara ya mwisho. Mara nilikuwa naingia na kutoka. Kwa hiyo alisema kwamba hii ndio mara ya mwisho. Hii nina imani kwamba hutaingia na kutoka tena. Hii umeingia, ndio umeingia na huwezi kutoka tena. Na ni kweli, maneno yake yamekuwa kweli, na Mungu ameyasikia maombi yake, na Mungu amenisaidia, nimefunguka. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Absalom Nasua. Mungu ameyasikia maombi yake, na Yesu akaniokoa, akanitoa kwenye mtego wa shetani alionitega nao wa addiction ya pombe. Mtego umevunjika, nami nimeokolewa kwa neema. Sasa naishi maisha yenye amani, furaha na baraka tele. Sasa naishi maisha yenye amani na furaha na baraka tele kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Absalom. Mungu ameyabadilisha maisha yangu. Maisha yangu yamebadilika sasa complete. Toka mwaka jana mwezi wa 12 sinywi pombe wala sivuti sigara. Nimeacha kabisa. Na kila sababu ya kuja kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii ya umoja. Ninaziona nimeokolewa kwa neema, na ninaziona baraka zinanifuata kama maji, na nilikuwa sioni baraka kama hizo, lakini baada ya kuokolewa kwa neema, baraka zinanifuata. Namshukuru Mungu toka mwaka jana mwezi wa 12, toka nilivyookoka na kuacha pombe. Mwezi wa 5 nimeanza kazi. Nilikuwa sikai hata kazini. Kazi nilikuwa ninafanya ni mwezi mmoja tu, miezi miwili nimeachishwa, nimefukuzwa kwa ajili ya pombe. Maisha yetu yalikuwa ovyo pamoja na mume wangu, lakini namshukuru Mungu kwa sasa maisha yangu yanakwenda vizuri. Tuna amani ndani ya nyumba. Amani ilikuwa hakuna, lakini sasa hivi tuna amani, na nimetulia kwenye kazi. Yaani sijawahi kushika $5,000 maisha yangu yote. Mimi nimeshika sana labda 1,000 au 2,000, na zote zinaishia kwenye pombe. Sioni hela yangu ilipokuwa inakwenda, lakini sasa hivi hela yangu ninaiona. Namshukuru Mungu toka mwezi wa 5 nilipoanza kazi yangu mpya mpaka sasa hivi nimefikisha karibia $10,000. Ambayo sikutegemea kabisa katika maisha yangu kama ningeweza, lakini kutokana na maombi ya mtumishi wa Mungu, na Mungu ameniokoa, nimesimama, ninafanya kazi yangu hivi hapa. Mungu akijalia, pengine wiki inayokuja na kwenda kulipia kiwanja changu milioni 20 za Kitanzania. Sasa nimeona haitampendeza Mungu niende nikaanze kununua kiwanja kabla sijarudi kumtolea shukrani. Ndio maana nimelifikiria hilo, nimpendeze Mungu ili aendelee kutembea na mimi katika maisha yangu. Ndio maana nimerudi kutoa shukrani hapa katika madhabahu hii ya Dallas. Ni kweli kama mtumishi wa Mungu Pastor Absalom alivyosema, kuna wengine hawaioni hii madhabahu ya umoja kwamba inatenda miujiza. Mimi napenda kuwatangazieni leo hapa katika madhabahu hii ya umoja, kuna kitu hapa. Njooni mchote baraka. Njooni mchote, baraka ziko hapa. Tunawaambieni sisi ambao tumeshaona baraka kupitia madhabahu hii ya umoja.
Kwa hiyo Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Absalom Nasua, na Mungu aendelee kukupaka mafuta yake mabichi, aendelee kuikuza huduma yako juu, na wengi waje hapa waweze kupona kwa kama Mungu alivyosikia maombi yako ukaniponya mimi, na Mungu akujalie wengi waje, Mungu aweze kuwaponya kupitia wewe mtumishi wake Absalom Nasua. Mimi na familia yangu tunashukuru sana Mungu kwa ajili yako, umeiokoa familia yangu. Mungu akubariki sana. Na mume wangu anataka kuongea pia. Thank you, everyone. I am also happy, very happy to be here today, for having come to be received here in this community, in this service today. We are here, of course, to celebrate Anna's freedom from her addiction. Amen. We are here to give thanks to everyone who supported her, prayed with her and for her, for the fasting and the prayers of Pastor Nasua, for his invitation for us to visit in December last year. You have unaweza ukaona hali ambayo Mr. Timothy amekuwa nayo kutokana na mambo ambayo amepitia yeye na mke wake, na kama walivyoshuhudia, Ana amepita kwenye changamoto nyingi sana. Kwenye kongamano alishuhudia, na jana tulikuwa pamoja kwa dada Jessica, alishuhudia mambo mengi sana mahali ambako Mungu amemtoa. Nimeshuhudia mwenyewe, sijaambiwa. Na kama alivyosema mwaka jana, niliwaambia inabidi mje Dallas ili tuweze kufanya maombi haya. Tunakuja kwa maombi mara kadhaa, tumeshakwenda kwa tembelea Minnesota, tumeshakwenda ibada kwenye nyumba yao, tumeshakwenda tena mara nyingine ya pili. Lakini this time Roho Mtakatifu akasema inabidi waje, na tuweza kuspend nao muda kwenye mlima wa maombi. Tuspend muda wa kutosha kwenye maombi. Na jana Mr. Tim alikuwa anatuambia kila siku amekuwa akihesabu. Jana ilikuwa ni siku ya 305. Mke wake amekaa mbali na usiku, na amekuwa na addiction kwa miaka zaidi ya 30. Lakini Mungu amefanyaje? Amefungua. Pige Bwana Yesu makofi. Tunashukuru Mungu na wanaenda kutoa sadaka yao. Wale wote ambao wamekuja kumsindikiza, kuna baadhi ambao wamekuja kabisa hapa mbele. Naweza kupata dakika moja mbili, mama Ukosi najua ni mmoja hapo, na Catherine. Watu wote ambao wamekuja kwa ajili ya kumsindikiza, ningependa mje hapa mbele. Alafu nataka picha kumbukumbu ipatikane, alafu nitaomba, alafu baada ya kuomba kile kikapu cha sadaka kitaletwa huko mbele na kile na ile meza yake kwa ajili ya baada ya karibuni hapa mbele.
wanakwenda kutoa sadaka watakuwa na wimbo wao wa kuimba wakati wanatoa sadaka. Ningependa kukaribisha mtu mmoja wawili ambao wanaweza kuwa na neno la kuzungumza. Karibu Mike kwa mama Okozi, najua utakuwa na neno probably that just a bit more Okozi Mike ama Okozi karibu pale. Alafu Jessica kwa upande wa prayer line tutazungumza neno kati ya tutakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya familia hii. Mungu kuiwezesha kuja mahali hapa. Tunashukuru kwa sababu Mungu amewaona na Mungu anapendezwa na wanyenyekevu. Kwa hiyo wamekuja kwa kumtanguliza Mungu. Wameona umuhimu wa kuja kwa Mungu kwanza. Angalia ushuhuda aliyosema kwamba nataka kufanya vitu vingine kwa ajili ya vitu vya mwilini. Kwa hiyo wameona kwanza waende kwa Bwana, wamshukuru kwa yote, halafu ndio wafanye ya ulimwengu huu. Tunawashukuru ni sana na Mungu awabariki, awatangulie katika yote. Mbarikiwe sana. Kwa niaba ya Umoja Prayer Line, napenda sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii familia. Ana nimetembea naye kwa kipindi kirefu sana. Anakuwa upside down. Katika mambo alikuwa anapitia, mara alikuwa ananijulisha, ananipigia simu. Wakati mwingine alikuwa ananipigia akiwa amelewa, wakati mwingine alikuwa ananipigia usiku. Mara baada kata shauri akasema mimi nakuja kubatizwa. Akaja akabatizwa hapa Dallas. Akasema Mungu asifiwe, lakini bado shetani alikuwa anaendelea kumwinda. Alienda akarudi tena nyuma, akarudi kule kwenye kulewa na kuvuta sigara. Lakini kuna siku niongea na pastor akasema watu wote ambao nataka niwaombee inabidi waje hapa Dallas. Nikaona kwa nini? Lakini nimeona matunda yake. Baada ya kufunga safari kutoka Minnesota na kuja hapa Dallas. Kweli Mungu amemfungua. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yake, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wana maombi wetu wa Prayer Line ambao umesimama na kumwombea Ana. Pastor alifanya kazi kubwa sana ya kuweza kumwombea Ana na kuweza kufunguka, lakini pia kuna malezi ambayo yalikuwa yanatakiwa. Ana ukakosi katika prayer line asubuhi, mchana, jioni, labda akiwa kazini. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru wote ambao mmesimama, ambao mmemlea Ana, ambao mnatoa neno asubuhi, mchana, jioni. Akitaka kurudi nyuma, neno linafuata, linamkanya na kumrudisha. Kwa hiyo nawashukuru wote sana. Na Ana nilisema jana kuwa namuunganisha na yule mama aliyefunguliwa kutoka katika yale vile vifungo alikuwa vimefunga yule Mariamu. Baada ya kufunguliwa hakukaa chini, alisimama na huduma. Nilisema Ana ni mmoja wapo ya kina mama ambao wamesimama na huduma. Kwenye kongamano ataulizia ni kitu gani kinafuata, nifanye nini. Tunakumbuka mwaka jana kulikuwa na corona, lakini alikuwa reception. Hakujali ni mtu gani ambaye ataingia, aidha na corona au nini, akasimama kwa ajili ya kuweza kuwapokea. Anajua Mungu alichomfanyia. Amesimama na huduma, na mimi nakuombea dada Ana, hautarudi nyuma. Una kitu kikubwa ndani yako, kama shetani alikuwa anapigana na wewe, lakini sasa ameshindwa. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Basi tuende kuomba, alafu tukishaomba watakwenda kutoa sadaka, na wakati wa kutoa sadaka ndugu zetu watatupa wimbo. Basi hebu nyanyua mkono kuelekea wapendwa wetu kutoka Minnesota. Baba na Mungu unayeishi katika jina la Yesu, katika historia ya Biblia tumesoma habari nyingi nzuri za kuvutia na za kutufundisha juu ya watu ambao
walikuwa na desturi ya kuja kukushukuru kwa mambo makubwa uliowatendea. Katika wale wenye ukoma 10 ulipowaponya, wote walikimbia wakiwa wametakasika, lakini kuna mmoja alirudi mbio akirukaruka na kushangilia na kuja kurudisha utukufu kwako kwa yote uliyomtendea. Na alipofika pale ulimuuliza, wale 9 wako wapi ambao wameponywa kama wewe, ambao wamefunguliwa katika vifungo mbalimbali kama wewe? Wako wapi? Hawako wana umuhimu wa kuja kunishukuru isipokuwa wewe Msamaria ukambariki yule mtu. Leo Brother Timothy na binti yao na mke wake Ana wamekuja kukushukuru kwa kusafiri umbali mrefu sana, kwa machozi waliomimina hapa mbele, wakisema asante kwa yote uliotutendea. Brother Timothy amesema ya kwamba furaha alionayo hajapata kuwa nayo katika ndoa yake, na hili litasababisha kuhesabu kila siku moja ya kwamba ni muujiza kwake. Leo ametimiza miezi 10 tangu pale ambako maombi yalifanyika kupitia madhabahu hii na kupitia mtumishi wako. Nakiri wazi Baba ya kwamba sifa na heshima na vyote Baba vinabaki mikononi mwako, kwa sababu mimi nilitenda kama mtendakazi asiye na faida, nilifanya yale uliyotaka nifanye. Nashukuru sana Baba. Sasa wanapotoa sadaka yao siku ya leo, sadaka yao Baba ikatukumbusha na sisi wengine, yamkini tuko miongoni mwa wale 9 ambao hawajarudi kushukuru. Kwa sababu ya tendo hili tujue kwamba tuna umuhimu wa kuja kushukuru. Baraka alizoziona mtoto wako amesema hakuwahi kukamata 1000 kwenye mkono wake, lakini sasa amekuwa ni heri. Mariamu ulipoponya kwa ile addiction aliyokuwa nayo, alijitoa siku zote, hata alitoa ile Mariamu ya nodo ya gharama sana, alitoa kwa ajili yako. Akasema aliponitoa Mungu, sina sababu ya kuacha kumtolea. Na ulisema Yesu, ulisema kila mahali injili itakapohubiriwa, kitendo alichofanya huyu mama mtoaji Mariamu kitahubiriwa. Na sasa ndio maana tumekitaja na watoto wako siku ya leo. Kitendo alichofanya hakitasaulika katika madhabahu zetu za umoja, katika jina la Yesu. Sasa Baba, wanakuletea sadaka, naomba Baba upokee. Pamoja na ule msharika mwingine ambaye anasema anatoa shukrani ya siri, anapoileta Baba, naomba ubariki. Asante kwa yote. Sifa na heshima na utukufu zinawe milele na milele. Na wote tuseme amen kwa Bwana, pamoja na wanaotufuatilia kwenye live stream. Piga makofi kwa Bwana. Basi sasa wataimba wimbo, alafu wataweka sadaka hapo mbele, na wale wote mnaomsindikiza basi ndaweka sadaka hapo. Kama umekuja na sadaka yoyote, basi ndio wakati wa kutoa. Bwana asifiwe sana.